Mimi wakati narudi nyumbani najisikia kuumwa, yani ninaumwa hasa, yani siku hiyo mimi naumwa, mke wangu yuko kule leba. Na baadaye akapelekwa chumba cha theater kufanyiwa operation. Uwezi amini, kwenye siku nilompenda huyu mwanamke ni kama siku hiyo. Yani nilijisikia Mungu, yani Mungu wangu, naomba huyu mke ni sababu kuna jaribu alikuwa anapitia na nilikuwa nalijua jaribu lake la yeye kupata mtoto ambaye tuko naye sasa. Uwezi amini, nilijisikia kumpenda huyu mwanamke sijawahi kuona. Na wakati ule tulipitia kitu kigumu sana, kigumu mno, yani kigumu sana katika jaribu letu la ndoa. Lakini nataka niseme nguvu ya kuambatana inatuvusha kwenye kila jaribu. Na baadaye tulipovushwa kwenye ile hali, mke wangu alipotoka katika ile theater, nilipomwangalia nilimpenda mara 10 zaidi nilipompenda hapo mwanzo. Yani nilikuwa na upendo uliokuwa zaidi ya hapo mwanzo. Nilipomwona amelala pale akaletwa na ile kile kitanda cha magurudumu kaekwa pale, upendo wangu ulikuwa mkubwa kwake sana. Nilikuwa hata sijisikii kulala popote, nikabidi nichukue hata private room ili niwe naye, nimwangalie tu pale alipokaa na niseme na Mungu kwa ajili yake. Nilijisikia upendo wangu ukiwa mkubwa, na nikamwambia mke wangu, tunavuka katika hili jambo. Hatuna pesa, hatuna chochote, na huyu mwanamke yuko pale na natakiwa nitoe bili ya zaidi ya milioni 1.5 inatakiwa pale nitoe, na sina pesa na sikumwomba mtu yoyote pesa. Lakini uwezi amini, mimi na mke wangu tulivuka katika kile kipindi. So hii ni faida ya kuambatana. Changamoto yake ni ya kwangu, changamoto yangu ni ya kwake. Wakati mama yangu anaumwa, mke wangu alikuwa ndio mtu ambaye alizidisha upendo usiokuwa wa kawaida kwangu mimi. Na hata wakati baba yake anaumwa, nilikuwa ni mtu ambaye nimeacha vitu vingi kwa ajili ya baba yake. Nilipima upendo wangu pale. Haya ndo maajabu ya nguvu ya kuambatana. Nashangaa kuna watu linapoingia jaribu kila mtu anakimbia na kwanza kumnyoshia mwenzake kidole. Pengine wewe umesababisha, pengine wewe umesababisha, pengine ni wewe mabaya ametupata, pengine ni hao. Kuna wanandoa wengi wanakimbiana wakati wa majaribu, lakini watu wanaoambatana, ile nguvu ya kuambatana ndio inawapa daraja la wao kuvuka. Kuna grace, kuna neema inaachiliwa isiyokuwa ya kawaida na wavusha, inawafunika wanandoa na kuwavusha. There is a power, kuna supernatural, yani kuna nguvu ya asili isiyotokana na wanadamu inawavusha wa watu kipindi hiko. Ndio maana nasema kuna faida sana ya wao kuambatana. Hiyo ni faida ya 3, lakini faida nyingine haraka niseme ni faida ambayo unaweza kusema kwamba kuambatana, hii nguvu ya kuambatana, hii nguvu yenyewe inaleta, niseme neno thawabu kwa mwanandoa ambaye amethibitisha kuambatana. Yenyewe inaleta thawabu, yani rewarded. Mungu anakuzawadia. Kuna wanandoa leo kwenye maisha, Mungu tu amewazawadia maisha ya mafanikio. Yani ile ni zawadi kutoka kwa Mungu, kwamba hawa watu jinsi walivyoambatana, siwezi kuacha. Namuona huyu mwanamke, namuona huyu mwanaume, jinsi alivyo mwaminifu katika kuambatana kwao, katika agano lao la ndoa. Yani unakuta Mungu mwenyewe anatoa thawabu. Sizungumzii baraka, nazungumzia thawabu as a gift, as a rewarded. Mungu anatupa zawadi. Na ndio maana ni muhimu sana kwa wanandoa, ni washauri sana. Ndio maana Mungu anasema anachukia wanandoa kuachana. Mungu anachukia kwa sababu, kwa nini anachukia? Tuangalie nyuma kuchukia kwa Mungu. Mungu anataka atupe thawabu zetu, kwa sababu yeye ndiye aliyesema, aliunganisha yeye, anatamani kutuona tunafika hatima. Sasa unapoishia katikati, ile thawabu ya Mungu unapataje? Ile zawadi unaipataje? Kama Mungu alianzisha safari ya wana wa Israeli pale jangwani kwa muda wa miaka 40, akawaoneshea nchi ya Kanaani iliyojaa maziwa na asali. Anapoona watu wako njiani wanaanza kunungunikiana, kuanza kukumbuka walipotoka na manunguniko ya njiani, Mungu anachukizwa kwa sababu anatamani zawadi aliyotupatia
aliyotuahidia atupatie. Ndio maana Paulo anasema ninakaza mwendo ili niweze kufika. Maana anaitazama ile thawabu, anaitazama ile taji. Haleluya, haleluya. Na mimi niseme siku moja, na ndio maana ni pia hata nizidi kupitia kipindi hiki ni wa encourage, nizidi kuatia moyo wanandoa. Niwape mfano moja. Mwanamke mmoja alikimbiwa na mwanandoa mwenzake, alikimbiwa kabisa, lakini yule mama alibaki katika ile ndoa, kwa sababu tulisema siku ile commitment imefungwa kwenye muda. Ule muda kama haujaisha, wewe ulibaki na ile commitment, naomba uwe mwaminifu mpaka mwisho. Don't give up, endelea, kwa sababu Mungu anataka kupatie zawadi ukiwa pale. Mungu anataka akupatie zawadi ukiwa pale. Yule mwanamama alibaki. Nataka nikuambie, yule baba alipoenda miaka mingi baadaye akakumbuka na mke wake, akarudi tena kwa mke wake, na mke wake baada ya kurudi baada ya miaka 7 akurudi. Aliporudi baada ya miaka 7, yule mwanamke alipompokea, Mungu alimpatia zawadi isiyokuwa ya kawaida yule mwanamke. Siwezi kuisema hapa kwa sababu ni mtu anayenifahamu. Mwingine mume wake alikuwa akidhamiria kumwacha, yaani wako pamoja lakini mume wake amedhamiria kumwacha, na yeye anajua kabisa, mume wangu sasa nishaona kuna binti fulani nje yuko naye. Lakini katika lile agano la ndoa, yule mwanamke akasema hapana, mume wangu najua anataka kutoka. Wakati nakutana na yule mwanamke akanambia, mtumishi, nataka kushinda hapa. Tukatiana moyo. Yule mwanamke ni kweli alipokaa akafunga akaomba, akafunga akaomba, akavumilia. Mwisho wa siku yule mwanaume akarudi vizuri, wakawa pamoja. Aliporudi mume wake wakakaa pamoja, ile matofauti zao zikaisha. Yule mwanamke akasema, sitamwacha mume wangu, huyu ndiye mume wangu, sitamwacha mume wangu, huyu ni mume wangu. Akati amerudi usiku, Mungu akasema naye akamwambia hivi, mwanamke, kwa kuwa umeniheshimisha katika agano hili na umetunza kuambatana na mume wako, ninakupatia zawadi. Yule mwanamke alikuwa na kazi, alisoma akuwa na kazi. Mungu akampatia kuwa na kazi ya serikalini, tena kubwa kabisa, yenye kulipwa mshahara mara 5 ya mume wake. Na sasa hivi ndiye anayetunza nyumba yake kwa mshahara mkubwa. Sasa hivi ndiye aliyebeba maono ya mume wake kwa kiasi kikubwa. Lakini Mungu alimwambia nakupatia zawadi. Hakujua ni zawadi gani. Anashangaa siku hiyo kwenye interview anaitwa akafanya kazi serikalini, katika wizara kubwa sana serikalini, na analipwa mshahara mzuri sana mara 5 ya mume wake. Rewarded. Ukitunza lile agano kwa kuambatana, lenyewe linakuletea thawabu, kwa maana ya zawadi. Nani asitaka zawadi? Ni mwanandoa gani asitaka zawadi? Na zawadi hii si ya wanadamu, zawadi hii ni ya Mungu. Lakini baada ya kusema hizi faida 4, hebu tuangalie chochote chenye faida kinaweza kawa kina hasara zake au changamoto zake au athari zake hasi. Na namba 1, athari ya watu ambao wameunganishwa tayari ili waambatane, alafu kuna mmoja anaweza kaleta shida katika kuambatana huku. Nini athari yake? Namba 1, kwanza, athari ya kwanza tunasema inaua hatima ya mtu. Inaua kabisa hatima ya mtu. Kuna watu leo hii wamekimbia kwenye nyumba zao, huko walipoenda wamekuwa na hatima mbaya. Mimi nishaona watu alikuwa na vision yake, vision zinakufa. Watu wanaishi maisha tofauti kwa sababu hatima zao zinauawa kabisa. Kuna watu hatima zao zimeuawa, hatima zao zimeuawa. Kutoa mifano, lakini hatima nyingi za watu zinauawa. Ndoto za watu wengi zimelala, zimeuawa kwa sababu ya kuvunja kule kuambatana. Hatima za watu zimekufa. Lakini hasara ya pili au athari mbaya ya pili ya kuvunja kuambatana au ya kuvunja au ya kuacha ambao tayari Mungu amewaunganisha. Kama Mungu alivyosema, Mungu anayewaunganisha mwanadamu asiwatenganishe. Athari ya pili
tunasema kwamba inararua na kuacha kovu la kudumu. Na nataka nikuambie alama hii ni ya kiroho na ya kimwili, na ndio maana hata kama atasema aende sehemu ya mbali, kuna alama tu atatembea nayo. Kwa nini tufikie huko? Mungu anachukia kwa sababu anajua utaacha kovu, na naamini kovu hili pengine hata Yesu akirudi kututwaa kanisa lake, utenda mbinguni na kovu kama hilo. Ni kitu ambacho lazima ujue, mbinguni hautengena na kovu kama hilo. Ndio maana Mungu anachukia kuachana. Mungu anachukia kuliacha lile agano lako ambalo umeambatana nalo. Litaleta tu athari kama karatasi mbili zilizoungana. Athari nyingine nasema kwamba inaachilia laana. Kuna watu baada ya kutoka tu au baada ya kuona kwamba ni nini yani inaachilia laana. Kitabu cha Malaki 2:14 na 15 inazungumza vizuri kuhusu habari ya Mungu. Anasema hapa kwamba lakini nyinyi mwasema ni kwa sababu gani? Anasema ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako uliyemtendea mambo ya hiana, angawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. 15 anasema hakuna mtu mmoja aliyetenda hivi ambaye alikuwa na ufahamu kidogo. Au je, kuna mtu mmoja atafutaye mzao mwenye kumcha Mungu? Kwa hiyo jihadharini roho zenu, mtu awaye yote asimtende mke wa ujana wake mambo ya hiana. Mambo ya hiana maanake nini? Haya ni mambo ya kuvunja yale mapatano yenu, ya kuvunja yale maagano yenu ambao Mungu alikuwa ni shahidi. Mlienda madhabahuni, Mungu ni shahidi wa kuambatana kwenu, unavunja. Kuna laana itakuja tu, kuna laana itakuja tu. Yaani watu wanajikaza, mtumishi wa Mungu, watu wanajikaza, lakini wewe naamini katika ulimwengu wa roho kuna watu wanatembea katika laana isiyo ya kawaida kwa sababu ya kuvunja. Na Mungu anasema nilikuwa ni shahidi wa agano lako. Anasema nani mtu atakayeweka ufahamu katika mambo haya? Kizazi kinachomcha Mungu. Yani manake nini? Mnapotenda hali hizi za laana hizi za kuachana huku, kutendelea mambo ya hiana, Biblia inazungumza kuondoa kizazi cha wanaomcha Mungu. Kinaondoka kizazi cha wanaomcha Mungu. Ni kama tulivyo sasa hivi, watu wengi wanapozidi kupena matalaka, kila siku ndoa zinakufa, tunaleta kizazi cha watu wasiomcha Mungu. Nadhani hili ni moja ya vitu ambavyo nitamani kuvizungumza. Kuna laana za umasikini zinaingia. Umasikini kabisa ni umasikini. Watu wanafanya biashara, watu wanapeana pesa, lakini wanabaki kwenye umasikini. Ukiuliza kwa nini, ni kwa sababu ya watu ambao walivunja maagano ya wao walioweka wenyewe. Haya maagano yamewapa watu laana mbalimbali. Kuna laana za vitu vinavyoanzishwa havifikii hatima yake. Tumeweka laana mpaka za watoto wetu kutangatanga. Watoto zetu wanatangatanga. Baba aliacha, unakuta naye mtoto anaacha. Mjukuu naye pia anaoa, naye pia anaacha. Juzi nilikuwa na wanandoa fulani. Wakati yule kijana amegairi ndoa tu haraka, ameoa amegairi ndoa. Wakati tunakuja tunawaombea, nikafunuliwa kitu na Roho Mtakatifu. Akaniambia hii ni roho ya babake. Yule kijana nikamwambia hivi, naona wewe babako ameacha mke wako. Akastuka, mtumishi ulijuaje? Nikamwambia naona babako haishi na mama yako. Na ni kweli wazazi wake wameachana. Kwa hiyo moja kwa moja unakuja kugundua ni laana. Hawa wanandoa ambao wanaotaka kuvunja leo maagano ya ndoa, wajue hichi kitu. Laana hiyo itakwenda mpaka kizazi cha 3 na cha 4. Utakuta kila mwanafamilia katika watoto zake hawakai kwenye ndoa. Chunguza Titus, utakuja kunielewa. Na ndugu mtazamaji anaweza kaamini ninachokisema. Kuna laana za kuendelea kudivorce. Kwa hiyo ili tusifike katika hiyo laana, Mungu azidi kutunganisha tukae katika hiyo hali ya kuambatana. Kuna hasara kubwa sana katika hicho kipengele. Lakini cha mwisho nasema kuvunja kuambatana kunaondoa kibali cha mtu. Nataka nikwambie kibali kinaondoka. Leo hii tuna watumishi wa Mungu wengi sana Tanzania wameacha ndoa zao. Naomba hili niliseme, wameacha ndoa zao.
wewe ni mfuatiliaji, angalia vibali walivyokuwa navyo wale watu kwanza, walivyokuwa na ndoa zao, alafu angalia kibali chao kwa watu walivyoacha ndoa zao, kwa sababu kipindi hiki kinaruka. Angalia sana, hata kama wewe ni mtumishi wa Mungu, mimi hapa ni mchungaji, siku nikitokea nimevunja agano kwa kutenda mambo ya hiana kwa huyu mwanamke wangu, nikitenda kile kibali cha utumishi wangu mimi, hata kama nitakuwa na uwezo wa kuhamisha milima, hata kama nitajenga gorofa kwa kuzungumza tu, gorofa leo litengenezwe na likatengenezeka, lakini nikiwa nimemtendea mambo ya hiana huyu mwanamke, kuna kibali kinaondoka kwa watu wacha Mungu. Kuna kibali kinaondoka kwa watu wenye hekima ya Roho Mtakatifu. Hata kama nitajinasibu mimi ni mtumishi wa Mungu, kuna kibali tu. Alafu cha mwisho sasa, kibali kikiondoka huwa kinaondoaga na akili. Narudia tena, kibali huwa kikiondoka huwa kinaondoaga na akili. Unapozidi kujikaza kana kwamba kibali kiko, unafanya vituko visivyokuwa vya kawaida, na watu wenye hekima huwa wanakucheka tu, wanasema mwenzetu amepoteza. Sema wewe unajitutumua, uelewi. Kibali kikiondoka kinaondoa na akili, kinaondoa pia na usikivu, kusikia. Kule kusikia kunaondoka, na cha mwisho kinaondoa na macho, yaani kinaondoa na uwezo wawe kuona. Kwa utajisabia haki, utasema kwamba haina shida, nitachukua mtu mwingine potele mbali, lakini uwe na uhakika kuna kibali kinaondoka kwako. Kwa nini? Na nani anaondoa kibali? Mtumishi wa Mungu. Anaondoa kile kibali ni Mungu mwenyewe, kwa sababu yeye ndiye aliyekupa kibali, na ndiye Mungu anaondoa kibali kwa watu wake. Utabaki kuwa na kibali kwa watu wa mataifa, na wote watakaokusifu wewe ni watu wa mataifa, ni ungodly, ni watu ambao sio wataua. Wale watu watakaokusifu wewe, chunguza, wale wote si watu wataua, ni watu wote walioharibu ndio wanakuwa upande wako, lakini Mungu anaondoa kibali kwako. Haya ndio mambo ya athari ya kuvunja maagano. Naomba nitoe ni hitimisho langu kwa kuwashauri watumishi wa Mungu wenzangu, hususan sisi ambao tunafungisha ndoa za watu. Mimi naomba niliseme ile wakati nahitimisha kwamba hii ni rai kwa watumishi wa Mungu wote, makanisa yote mazuri Tanzania nzima, makanisa yote, madhehebu yote. Hebu naomba tuwasaidie watu ambao wako ndani ya ndoa kwa semina mbalimbali kama hizi ambazo zinaendelea, lakini kwa wale wanandoa wapya wanaokuja. Wiki iliyopita zile ulisomea takwimu za Rita, zimekuwa ni nyingi na zinaendelea kuwa nyingi. Tuna janga baya sana Tanzania, na linaendelea kuwa kubwa sana, la kizazi cha wasiomcha Mungu wanaowachana kile itopoleo. Kama tungeweza kuwafundisha hawa wanandoa wanaoanza athari ya kuvunja maagano, tuwafundishe madhara ya kuvunja maagano ya kimungu, ni madhara gani atawapata. Leo hii tunatamani watu tu, unajua kuna wengine nadhani wanapenda hivi vyeti kwa sababu ni vya Rita, unatoa pesa, yani ni kama imekuwa ni biashara ya kuuza vyeti vya wanandoa, yani imekuwa kama ni biashara. Lakini twende mbali zaidi, isitumike tu biashara. Mimi naomba isiwe tu ni kama unawapa watu vyeti mali na wewe upate hela 150,000, 50,000. 50,000 unaoipata mtumishi wa Mungu au 100,000, je, hao watu likaa nao vizuri? Mimi namshukuru Mungu, kuna semina zinaendelea za wanandoa kabla hawajafunga ndoa. Kuna makanisa mengi yanafanya hivyo, wanakana na ndoa, wanawapa semina. Lakini hizi semina, je, mlishawahi kuwafungulia hata vile viapo? Kikafunguliwa kile kiapo, mkakisoma na wakasomewa, bwana, hiki kiapo umekiona, ukikivunja hiki athari yake unaijua. Kwa sababu inasikitisha, mtu anafunga ndoa ndani ya wiki moja imevunjika. Ndani ya wiki moja, ina maana hapo ametukanwa kuanzia aliyefungisha ndoa mpaka na Mungu wake, na hilo kanisa limetukanwa. Ikiwa watu hawa ndani ya wiki moja ndoa yao imevunjika, watumishi wa Mungu wenzangu, tukae na hawa watu vizuri, tuwapitishe. Tumewaingiza watu kwenye laana wasiozijua, tumewabebesha watu mizigo mizito ambayo yamkini hatukuwafafanulia.
Ni heri mtu mwambie mimi sio shahidi wa wewe kijana usitaka kutulia chini, nimekufundisha utaki, mimi nanawa mikono, sitakuwa mtu mwenye kufungisha. Mimi napenda baadhi ya makanisa, ukija tunakwambia kama hujafuata taratibu zetu hatukufungishi ndoa. Wanandoa hao wanahangaika mpaka wapate kikanisa fulani kisichoweza kuangalia misimamo yao, kinawafungisha ndoa. Within 1 month, 2 month, ndoa imekufa. Ni aibu kwa kanisa, ni aibu kwa mtumishi wa Mungu wewe kama shahidi. Mimi naomba sana hivi viapo tuwasomee, wajue madhara ya kuvunja. Ujinga huu waelewe madhara yake. Mimi najua wataogopa. Watajua kweli kama naingia ni athari gani zinazotokea. Mimi naomba niishie hapo kwa kuhitimisha siku ya leo. Mungu awabariki sana. Shalom shalom. Amina. Mungu akubariki sana pia mtumishi wa Mungu, na kweli yako mengi ambayo tumeyapata kutokana na somo hili, hasa faida lakini madhara ya watu kutokuambatana ama mmoja kuamua kulivunja lile agano la kuambatana. Nataka tuanzie hapa mtumishi wa Mungu. Pasi na shaka kesi hizi pengine mkutana nazo watu ambao wameamua kuvunja hili agano la ndoa. Pengine mara nyingi sababu hasa huwa nini za watu kuamua kuenda kinyume ama kulivunja hili agano ambalo waliingia madhabahuni? Jambo kubwa Yesu alisema, mwenyewe alisema, ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya watu. Watu wana mioyo migumu sana. Mtu mwenye moyo mgumu ni rahisi sana kuvunja agano, maana sio mwelewa, ni mkaidi. Moyo mgumu manake ni mkaidi, sio mwelewa, hana moyo wa nyama, si mnyenyekevu huyu, si mnyenyekevu huyu, ni mtu mwenye kiburi. Moyo mgumu ni moyo wa jiwe, ni moyo usiosikia maonyo, ni moyo usiokuwa wanyama, usioweza kufinyangika, ni moyo wenye misimamo fulani ambayo haina tija. Ni mtu tu ana misimamo yake fulani ambayo haina tija. Kila kielekezo na watumishi wa Mungu, mtumishi shuka basi kidogo hapa, kuna yani yeye unakuta na moyo wake ni mgumu na ameamua kitu fulani. Yesu alitoa jibu kubwa sana tena. Naomba nisiweke jibu zaidi la Yesu alilolisema. Ni ugumu wa mioyo. Naomba nijibu tu hivyo. Tungekuwa na mioyo ya nyama, kwa nini umwache mke wako? Ukiwa na moyo wa nyama, ni mkeo wamekosea, ni mme wako wamekosea. Ukiwa hauna moyo wa nyama wenye kushuka, wenye kupenyesha kitu fulani, utamwacha mke wako. Na tena utadai talaka. Maana Yesu aliuliza, ni watu gani wanaodai talaka hawa? Yesu akasema ni ugumu wa mioyo. Mimi kuna watu nishakutana nao kabisa, yani ni sababu ndogo sana, lakini wanakwambia atajua mwenyewe. Huyu anasema atajua mwenyewe. Nikasema ndio maana Yesu alizungumza kweli, nimekuja kubali ni ugumu wa mioyo. Niomba nijibu tu hivyo. Sasa katika mazingira hayo tunapata mtu mmoja na moyo mgumu, mwingine yeye yuko tayari kuendelea na hii ndoa. Pengine kama mtumishi wa Mungu na vizuri hapa mwishoni pia umetoa ushauri hasa kwa watumishi wenzako. Nini kinapaswa kufanyika? Ni kukubaliana huu moyo mgumu, hii ndoa ivunjike, ama kuna kitu cha kufanya ili kuinusuru hii ndoa? Uzuri wake watumishi wa Mungu tumepewa kazi moja. Ndio. Sisi tumepewa kuunganisha. Alafu hatujapewa kuachanisha. Yaani Biblia yetu sisi ndo katiba yetu. Kwenye katiba yetu tumepewa tu kazi moja ya kuunganisha. Kuachanisha hatujapewa. Kwa hiyo hatunaga lugha yoyote ya kusema kwamba mkaachane. Hamna. Kwenye Ukristo hakuna mamlaka yoyote ya kutenganisha. Mungu ameshasema mwanadamu asitenganishe. Kwa hiyo hatujapewa kutenganisha. Kwa hiyo tutaendelea kuwafariji. Na huyu aliyekimbiwa tunaendelea kumjenga abaki. Mimi nimewajenga watu wengi sana na wameweza kubaki. Kuna mama mmoja aliachwa kabisa, mume wake anayemjua Mungu, kaacha kaenda mikoani huko. Kaenda kuchukua binti mwingine. Pengine kinua mgongo chote katumia kwa mwanamke mwingine. Huyu mama alipobaki kanisani, sababu moyo wake ulikuwa ni wanyama. Moyo wa nyama ni moyo wa kuachilia. Ni moyo wa msamaha. Ni moyo usioweza kumshikilia mtu na kumfunga. Yule mama tulizidi kumwombea akiwa amejaa roho, akamsamehe mume wake. Huyo mume huko alienda, alipigwa na maradhi. Yule mwanamke aliyemchukua akamkimbia. Akabaki anaozea ndani. Bahati nzuri mwanae
walipoenda hayo maeneo, walipomwona baba yao walimwonea huruma. Baadaye wakaongea na mama yao, mama yake akasema, mke akasema, mrudishieni mume wangu, karudi kachoka, yupo hatua za mwisho kufa. So anayebaki anazidi kutiwa moyo, na tunaona watu wengi Mungu akiwatia moyo, akiwafariji, maana mioyo yao sio migumu. Na ndo kazi yetu tunayofanya. Ikiwa wote wawili wamekuwa ni wagumu, sisi sio Mungu. Kazi yetu ni kuwafundisha, kuwaombea. Wakiwa na mioyo migumu, tunawaacha tu mikononi mwa Bwana. Mungu mwenyewe mapenzi yake yawe makubwa. Pastor, hii mioyo migumu ni inazaliwa ama inatengenezwa? Okay, ni swali zuri sana. Vyote vinaingia. Mioyo migumu inazaliwa. Kuna mtu kabisa anazaliwa na moyo mgumu kutoka kwa wazazi wake. Ndio maana ni muhimu sana wazazi kuwa na wenye tabia nzuri. Tujitahidi sana. Hao watoto tunawabeba kwenye viuno vyetu na matumbo ya wake zetu. Tujitahidi sana kubeba tabia njema, kwa sababu hizi tabia zinarithisha kwa watoto. Kwa wako wanaozaliwa na mioyo migumu kutoka kwa wazazi wao. Na leo kwambia wengine wanazaliwa na hiyo laana. Baba mtu alishaacha, kakataa kabisa kurudiana na mke wake, hataki kabisa. Fumo dume anakuambia mimi siwezi kunyenyekea kwa mwanamke, kanikosea aende zake. Na mtoto wake anayemzaa anakuwa ni hivyo hivyo, moyo wake mgumu kwa mke wake. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, inatengenezwa. Mazingira haya yanatengeneza mioyo migumu ya watu. Kuna ndugu anakuja anamwambia kabisa, wewe usikubali. Yaani hiyo ndoa hapa hakuna cha ndoa wala nini, usikubali. Yaani kabisa anatengeneza moyo mgumu kwa mtoto wake wa kiume au kwa mtoto wake wa kike. Haiwezekani. Haiwezekani. Yaani huyu kachepuka, kaenda nje, haiwezekani. Hapa ndoa hakuna. Na mtoto wake mwanzoni, basi mama mimi nataka hakuna. Anatengenezewa moyo mgumu. Baadaye kweli huyu kijana alikuwa anatamani kabisa kukaa na mke wake. Anatamani kabisa, lakini ndugu ndugu wamekaa vikao. Kijana ameko katikati pale. Una akili timamu wewe? Wewe ni wa kuchukua huyu mwanamke. Yule kijana anatengenezewa moyo mgumu. Kwa hiyo both of them. Kuna wa kuzaliwa, kuna wa kutengenezwa. Wakati nitoe fursa kwa mtumishi wa Mungu Margaret, karibu sana. Pastor Sako nalo la kuongeza hapa, ama kama pia ni swali ili tuweze kuhitimisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. So mwili ni zito, nilikuwa nakusikiliza. Yaani niko tu katika kukazia kile ulichokisema ambacho kwa kweli kimenigusa. Kwamba watu wafundishwe athari za before wameingia kwenye ndoa, kutokuambatana. Yaani mtu azijue kabla hajaingia kwenye ndoa. Kwa sababu sasa wengi wanakuwa hawazijui, kwa hiyo hajui consequences zake, nikifanya hivi nini kinatokea. Kwa hiyo basi anaingia, lakini mtu akijua hivyo hasara zake, atatengeneza kuona kwamba ngoja tu nimheshimu Mungu juu ya hili. Na hilo la maagano nimekuwa nikilizungumza sana, kwamba nilifurahi kuna kanisa ambao nilienda nikaona wanapewa vyeti vya maagano. Sio makanisa yote wanafanya hivyo. Yaani kile kiapo chako ulichoapa unapewa. Mwanaume anapewa kwenye rangi ya blue, mwanamke anapewa kwenye rangi ya pinki. Kwa sababu nimekuja kurealize kwamba ukiangalia cases nyingi sana za kwenye ndoa ni hivyo vitu viapo ambavyo mtu ameapa mwenyewe, alafu akishakuja kuishi kwenye maisha ya ndoa anakuwa haviishi tena. Anakuwa amevisahau. Yaani mimi naona kama ni hapo tumeanzia hapo. Maana ndipo tulipoanzia ni kwenye kuapa viapo. Sasa kwenye kuvishika vile viapo vyetu, kwenye maagano ndipo changamoto zinapotokea hapo hapo. Maana kama mtu anakuwa anakumbuka, maana ataendeleza. Atajua niliagana hivi, napaswa kuishi hivi. Hata tunaenda kuchukua mikopo. Kuna masharti na vigezo ambavyo tumepewa, lazima tuvizingatie. Ukienda kinyume navyo inaleta shida. Kwa mimi nimetiwa moyo sana na ujumbe wa leo. Ni mzito kiukweli, na naamini kwamba utawajenga sana vijana wengi, kwa sababu hasa sisi kwenye huduma hii walengwa ni ndoa changa miaka 10 kushuka chini, wakina Tito hao utawafaa sana. Unashangaa mtu amekaa tu mwezi mmoja anakuambia mtu mwanaume shetani. Amekaa miaka mingi kwenye ndoa, sasa mimi siwezi kuvumilia. Miaka mingi kwenye ndoa, sasa siwezi kuvumilia. Uvumilivu miezi miwili au miaka miwili. Unasema nimevumilia sana. Yaani utakuwa umevumilia nini ndani ya miaka miwili? Kwa hivyo vitu katika kutokujua na katika kupata mafundisho mazuri kabla
ya kuingia kwenye ndoa. Yaani ujue uzuri wa ndoa, ujue kanuni zile, ujue ukizivunja nini kitatokea. Na nimependa sana jinsi ambavyo umezichanganua hizo hasara na faida. Yaani ninaamini wengi watakuwa sasa kipindi hiki cha leo kitawafaa sana. Sana sana sana. Yaani kuna mambo mazuri ambayo ya msingi ambayo umeyazungumza, ambayo kwa kweli kwa mtu ambaye anasikiliza haizi kubakia vile vile. Unless ndo ana moyo mgumu kama ambavyo umesema. Moyo mgumu ni unaweza ukautengeneza, unaweza ukatengeneza. Yaani kama kweli uko tayari kujifunza, somo la leo kwa kweli linavusha. Mungu akubariki sana kwa kweli. Yaani nimefurahi sana na jinsi ambavyo umeziweka hizi mada. Amina. Mtumishi wa Mungu, karibu kwa ajili ya kuhitimisha. Mimi nimshukuru Mungu tu kwa ajili ya kupata neema hii. Unajua kila wakati nikija kuzungumza ya mambo ndio huwa najiogopa sana kwa sababu sisi sio bora kuliko wengine. Sisi sio bora kuliko hao waliotutangulia kisha wakaishia njiani au wakafanyaje. Sio bora. Lakini ubora wetu unakuja ndani ya Kristo Yesu ambaye aliyetufundisha na kututia nguvu ya kuweza kuyajua haya. Na mimi nimtie moyo ndugu mtazamaji, usikate tamaa, usichoke, usijisikie kuzimia. Mruhusu Mungu, mruhusu Roho Mtakatifu. Yeye ndiye asili ya uwezesho. Supernatural ni Mungu wetu. Yaani kuna wakati unajiuliza, hivi Mungu nimewezaje hapa? Yaani nimewezaje hapa? Mungu mimi nimewezaje hapa? Lakini unakuja kukuta kwamba ni nguvu ya Mungu tu iliyokufunika. Wala mtu asiseme kwamba eti kwa sababu nimeenda, na ndio maana hakunaga chuo cha ndoa. Yaani chuo cha ndoa ni Mungu mwenyewe. Uzoefu wa ndoa ni Mungu mwenyewe. Yaani kila kitu kinachohusu ndoa ni Mungu mwenyewe. Ndio maana tukimwacha Mungu we are nothing. Hatuwezi. Hata mimi nilisema kabla sijaokoka, na hisi mimi nikioa naweza nikamwacha mwanamke au nikateseka tu. Lakini baada ya kumjua Mungu na baada ya kuokoka, Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu, na Roho Mtakatifu alivyonitengeneza, nikasema Mungu nakushukuru sana. Sasa najiona ninaweza. Na ndio maana hata ndani ya hivi vyote inatupa kuomba kila wakati. Huwa kila wakati mimi ninapofika muda fulani huwa napataga faraga ya kuomba kwa ajili ya mimi niendelee kumfaa mke wangu. Yaani Mungu aendelee kunitengeneza mimi nimfae huyu mwanamke. Lakini pia najiogopa, naambia Mungu isije ikatokea na utumishi nilionao, siku ikatokea aibu kubwa maisha yangu eti nikamwacha huyu mwanamke. Nitakuwa nimeondoka na akili. Hivi nitachukua andiko gani lingine la kudanganyia watu? Huwa naogopa sana nikifika hapo. Huwa naliaga machozi kwenye maombi. Kwa hiyo naendelea na maombi kile itapo leo, kwa sababu upako wa jana wa kuweza kwangu sio upako wa leo na sio upako wa kesho. Kwa hiyo Mungu alimtafuta jana akaniwezesha, inabidi leo pia nimtafute. Lakini pia kesho nitamtafuta. Tunamtaka Mungu na nguvu zake siku zote za maisha yetu. Naomba nikaombe pia na wanandoa. Alafu nadhani nitakuwa nimemaliza hapa. Karibu kwa ajili ya maombi. Tuombe. Nadhani leo tushikane mikono. Leo tushikane mikono kidogo wakati tunahitimisha. Baba, tunakushukuru Mungu, tunakutukuza. Tunanyenyekea mbele zako Bwana. Tukishuka. Liko baa limeonekana Tanzania kwa makundi mbalimbali ya wanandoa. Wako ndugu zetu ambao wengine walituzidi kabisa, lakini leo hawako pamoja. Na wengine wapo katika hali ngumu ya kukata tamaa, na wengine wamefanya mambo kwa siri ya hiana ya kuvunja maagano, na wengine wamefanya makusudi kabisa. Yesu Kristo, mioyo migumu imeonekana kwenye kanisa Tanzania. Mioyo migumu imeonekana kwa Wakristo Tanzania waliooana. Mioyo migumu imeonekana kwa watu wa Mungu.
tunaomba rehema nyingi kwa ajili yetu. Tunaomba rehema nyingi sana kwa ajili ya wanandoa Tanzania. Bwana, kipindi hiki na huduma hii ya Rina Zone ikawe ni huduma ambayo inazidi kuponyesha ndoa za maelfu, kuponyesha mioyo ya maelfu ya Watanzania na walio nje ya Tanzania hii. Mioyo migumu ikabadilishwe kupitia huduma hii ya Rina Zone. Bwana, rehema zako zikawe nyingi. Rehema zako zikawe nyingi juu ya wanandoa. Na tunaomba nguvu ya uwezesho. Leo hii tumeishi kwa furaha. Hata kama mabaya yalitunyemelea, lakini furaha na amani leo hii, siku hii inapofungwa ya tarehe hii ya leo 22, tunaenda kulala na amani. Basi kesho Mungu tuamshe na neema iliyozidi, ili tuzidi kubaki katika kutunza maagano haya ya ndoa, kutunza kuambatana kwetu kwa Bwana. Tunaomba nguvu ya uwezesho kwa Roho Mtakatifu. Hata wale Yesu wasokujua wewe Baba, wape neema ya wokovu, wape neema ya wao kuzaliwa mara ya pili, kwa kukabidhi maisha yao na ndoa zao ewe Kristo Yesu, ili uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Okoa nyumba zao na ndoa zao. Weka amani na tunda la Roho lionekane kwenye ndoa za Watanzania wengi. Bwana, tunaomba hata kama yako mashauri katika mahakama mbalimbali, katika kule Rita, tunaomba neema yako iingilie kati Bwana. Ponya roho, ponya mioyo yao. Ponya Bwana, wakagairi kabisa kufuatilia ndoa za, kufuatilia talaka zao. Bwana, ponya, iko nafasi tena. Ponya mioyo yao. Weka toba ndani yao. Toba ni kugeuka. Weka wageuke, wagairi mabaya haya, ili kizazi cha wanaomcha Mungu kizidi kushamiri Tanzania. Tunaomba haya kwa uwezesho mwingi wa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunambariki na mtazamaji wetu, lakini pia Bwana, ziko sadaka mbalimbali ambazo zinawezesha kipindi hiki. Mungu akumbuke, wabariki, watunze watumishi wako wanawezesha kipindi hiki, kwa sababu ni tiba ya wanandoa, ni tiba ya taasisi ya ndoa Tanzania. Tunaomba baraka zako ziende pamoja nao mpaka wakati mwingine tena kipindi hiki kitakapoendelea. Tunaachilia mikononi mwako katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Tukushukuru sana yule ambaye umekuwa pamoja nasi tangu mwanzo hadi tamati mwa kipindi hiki cha leo. Nimekuwa hapa na mtumishi wa Mungu Mr. and Mrs. Pastor Godwill, lakini pia mtumishi wa Mungu Margaret Mushi. Mimi naitwa Tito Isaya, kwa niaba ya timu nzima ambao fanikisha kipindi hiki kufikia hapo ulipo. Tunatokea wakati mwema na usiku ule mwema. Hadi juma lijalo tena tutakuwa hapa kwa ajili ya kipindi kingine. Mungu akubariki.